Some of the experiences that people go through during their childhood that lead to traumas and low self-esteem are like rejection. Rejection ni ile hali ya mtoto kukataliwa, either na wazazi wote ama mzazi mmoja ama relatives, in cases whereby the parents die when the child is still small. Wakati mtoto ana experience maisha ya kukataliwa, maybe kwa sababu ako na ulemavu katika mwili wake, ama mtoto kwa shule aperform vizuri na wengine wanafanya vizuri katika mitihani, katika masomo, wazazi wanaweza ona kama huyo mtoto ni laana kwao na wanaanza kumwambia the child doesn't fit to be in the family because the rest are doing well and he or she is becoming a disgrace to the family. Ama kuna watoto pia wanakuwa wako na ile tabia ya mtoto wako too much stubborn, na badala ya mzazi asaidie mtoto, anaanza kuwa anapenda watoto wenye wanafanya vizuri, wenye wa respect, wenye wanawa obey, alafu treat huyu mwingine vibaya. Lakini hujajua ni kwa nini huyo mtoto ako na hiyo behavior. You don't take time to sit down with the child. Talk to the child. Try to love the child. Maybe akiendelea kukua, ataona huwa nasumbua wazazi wangu na wananipenda. Na anaweza kuwa na U-turn katika maisha yake. But wakati mnamreject na mnaanza kumtreat vibaya, ama juu ako na ulemavu, mnamfungia kwa nyumba, hamtaki akitoka nje aonekane, then you are breaking the heart of that child. You are creating a wound that will never heal in that child. Hata siku yenye huyo mtoto atakuwa na uwezo wa kutoka nje akiwa mtu mkubwa, atakuwa na ile fear ya kujiona he or she is unworthy, doesn't fit in the society. Hii ni kwa sababu wazazi waliomlea walimlea katika hali ya kumkataa. The child was totally rejected. And these are the things that have blocked many people's graces, achievements, success in life. But by the end of the topic, we are going to see how we can heal from all these. Lakini ni ombi langu kwa wazazi, hata kama mtoto ako na ulemavu, hata kama mtoto ako na challenge gani, don't focus on the present, but look at the future of that child. What are you planting in the heart of that child? Are you helping the child to grow? Don't limit the child. You never know. You might be the person God has chosen mwenye atakuja kuinua hiyo familia. That child might be the destiny helper in that family. One day the child might become the breadwinner. Saizi angalia watoto wengi wenye walikuwa wamekataliwa juu ya ulemavu, wakati wanakuwa recognized by the society ama by the government na inaanza kuwasaidia, ndio sasa familia, majirani, relatives wanakimbia kwa huyo mtoto. Sasa wanaanza kumpenda, not because they love the child, but it is because the child has become the breadwinner in that family.